Karibu kwenye channel yetu ya simulizi zenye mafunzo, ambapo leo tutaona simulizi inayoitwa Mwisho wa Njia ya Uongo. Na kama ni mara ya kwanza kutembelea channel hii, naomba usubscribe ili usipitwe na simulizi nyingi kama hizi. Tuanze simulizi yetu. Kijiji cha Mwangaza kilikuwa kimya asubuhi ile. Jogoo alikuwa ameshawika mara 3, lakini ndani ya nyumba ya udongo iliyokuwa pembezoni mwa kijiji, Juma hakuwa na usingizi. Alikuwa amekaa juu ya kitanda chake cha mianzi, macho yakiwa wazi, moyo wake ukigonga kama ngoma ya msiba. Uongo ndilo neno lililokuwa likimzunguka kichwani mwake tangu miaka ya nyuma. Juma kakuwa mtu mbaya kwa asili. Alizaliwa kwenye familia ya kawaida. Wazazi wake walikuwa wakulima waaminifu waliomlea kwa maadili mema. Baba yake, Mzee Mhando, alikuwa akimwambia mara kwa mara, "Mtoto wangu, uongo una miguu mifupi. Ukikimbia nao, siku moja utaanguka." Lakini Juma hakusikiliza. Akiwa shule ya msingi, Juma aligundua kuwa uongo unampa njia fupi ya kupona matatizo. Akisahau kazi ya nyumbani, angesema alikuwa mgonjwa. Akivunja dirisha la darasa, angesema ni mwanafunzi mwingine. Kila mara alinusurika na adhabu zilimkwepa. Uongo ukaanza kumvutia. Alipoingia sekondari, hali ikazidi. Alikuwa akidanganya kuhusu alama zake, marafiki zake, hata tabia zake. Aliwaaminisha wazazi wake kuwa anafanya vizuri masomoni, ilhali alikuwa akishindwa mitihani. Fedha za ada alizopewa, baadhi alizitumia vibaya, kisha akatunga visingizio. Mama yake, Mama Juma, alikuwa akimwangalia kwa macho ya utabasamu. "Mtoto wangu atatusaidia siku moja." Lakini nyuma ya tabasamu, Juma alijenga ukuta wa uongo. Baada ya shule, Juma alipata kazi mjini kupitia rafiki aliyemsaidia kwa bahati. Badala ya kufanya kazi kwa bidii, alitumia akili yake kutunga hadithi. Aliwaaminisha wakubwa wake kuwa ana uzoefu mkubwa, akaandika wasifu wa uongo, na kwa kushangaza akapandishwa cheo haraka. Alianza kupata pesa, akavaa vizuri, akanunua simu za kisasa, akarudi kijijini mara chache akiwa na majigambo. Watu wakaanza kusema, "Yule Juma ni mfano wa kuigwa." Hakuna aliyejua kuwa ngazi aliyopanda ilijengwa kwa uongo. Mjini alikutana na msichana mmoja aitwaye Asha. Asha alikuwa msichana mnyenyekevu, mchapakazi na mkweli. Juma alijua wazi kuwa Asha hathamini uongo, lakini badala ya kubadilika, alichagua kumdanganya. Alimwambia anatoka kwenye familia tajiri, ana nyumba yake mwenyewe, ana biashara kubwa pembeni. Asha akaamini. Wakapendana, wakapanga maisha ya baadaye. Ndani ya moyo wake, Juma alijua siku moja ukweli utajulikana, lakini akausukuma mbali. Siku moja kampuni aliyokuwa akifanya kazi ilifanya ukaguzi mkubwa. Nyaraka zikachunguzwa, wasifu wake ukaangaliwa kwa kina, vyeti vikahakikiwa. Ndipo ukweli ukaanza kujitokeza. Vyeti vilikuwa vya uongo. Uzoefu haukuwahi kuwepo. Miradi aliyojigamba haikuwahi kufanywa na yeye. Ndani ya siku moja, Juma alipoteza kazi. Akaondoka ofisini akiwa ameinamisha kichwa, mikono ikitetemeka. Simu yake ikalia. Ilikuwa Asha. "Juma, kuna mtu amenipigia kuniuliza kuhusu biashara yako. Uliniambia una kampuni yako, ni ipi?" Juma akashindwa kujibu. Ukimya ukatawala. Siku chache baadaye, Asha aligundua ukweli wote. Alipomkabili Juma, machozi yalikuwa yakimtoka. "Nilikuamini kwa moyo wangu wote. Kwa nini ulinidanganya?" Juma hakupata jibu. Asha akaondoka. Habari zikamfikia kijijini. Wazazi wake wakasikia. Baba yake alimkalia kimya kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya huzuni, "Nilikuonya mwanangu, uongo haujengi, unabomoa." Hapo ndipo Juma alivunjika kabisa. Akiwa hana kazi, hana mpenzi na heshima yake imepotea, Juma alirudi kijijini. Alianza maisha upya, sio rahisi, bali kwa ukweli. Alifanya kazi za shamba, alikubali makosa yake hadharani, aliwaonya vijana, "Msidharau ukweli. Nilichokipata kwa uongo, nimekipoteza kwa aibu." Miaka ikapita. Juma hakuwa tajiri, lakini alikuwa na amani ya moyo.
Alijifunza kuwa uongo unaweza kukupa mafanikio ya haraka, lakini ukweli pekee huleta heshima ya kudumu. Njia ya uongo inaonekana nyepesi, lakini mwisho wake ni giza. Njia ya ukweli inaweza kuwa ngumu, lakini humfikisha mtu salama. Na hapo ndipo simulizi ya Juma inatutumbusha. Mwisho wa njia ya uongo ni majuto. Na huo ndio mwisho wa simulizi yetu. Naomba usubscribe ili uwe unakuwa wa kwanza kupata video zetu kila tunapoziachia. Asanteni sana, tukutane kwenye simulizi nyingine.